Class. Wewe Melimeko unashindwa kweli kutaja Berlini ilianza mwaka gani na ikaisha mwaka gani kweli? Ni vitu vya kukosa hivi. Afu nisogeze sura huko. Sogeza karibu hapa. Berlin Conference. Melimeko. Naona fundisha hivi kila siku. Pakome. Tabata wazima. Nijibu, si ndio? Haya. Niambie. Berlin Conference ilifanyika mwaka gani na ikaisha mwaka gani? Uko Tabata mfanyage vikao nyie. Kwa? Mbadilishe swali, si ndio? Nimeuliza kwenye history pale. Kuna swali niliuliza. Kwa nini Afrika tulitawaliwa? Kwa nini Afrika tulitawaliwa? Wewe unatakiwa ukae. Kujituma mwezi sasa utajituma vipi? Wewe kibudeni si wa kunyunyuzia. Berlin Conference ilianza mwaka gani ikaisha mwaka gani? Sijui. Njoi. Kwa hiyo nakuja kila siku hapa nafundisha. Haya mambo nitakuwa naelekeza kila siku. Berlin Conference ilianza mwaka 1884 mpaka 1885. Kila siku nitakuwa nasema hivyo. Narudia naambia mwalimu. Hivi una hamu ya kunipiga au ni nini? Kwa sababu mimi sielewi jamani. Uelewi nini? Jamani. Uelewi nini Steven? Jamani. Mungu niepushe. Nisikilize. Hii ni kwa faida yenu. Natumia mbinu mbalimbali ili mradi nyie muelewe ninachofundisha lakini hamuelewi. Shika kwanza hiki. Kaubavu hapo. Muulize watu wa nyuma huko. Wanakaa nyuma leo chochote. Nisikie Steven. Nisikie. Mwalimu. Hebu nakuomba mara moja. Mwalimu. Karibu. Nini kile unakifanya mwalimu? Unajua kufundisha huku unakula kisheria hairuhusiwi. Wewe si una taaluma ya ualimu, hicho unachokifanya ni sawa. Na mbona taaluma yako hairuhusu kufanya vitu kama hivyo? Hem, nikuulize swali kabla hujanijibu kwanza. Hata kama ni wewe unafanywa kitu kama kile, wewe kuweza unawekewa chakula usoni kabisa, Nilikuwa nawafundisha kwa vitendo na namshukuru Mungu baadhi ya wanafunzi kweli wameelewa. Nilikuwa nawasogezea hivi karibu ili wanielewe kwa karibu. Kwa mwalimu ulichokifanya pale unaona kiko sawa? Sina nakaribia kwa karibu ili wanielewe mwalimu. Muongo. Hicho ni chakula cha Kisinia Restaurant. Wanapatikana hapo mkabala na Mlimani City. Nakifahamu. Kaki eti anakuja kutulingishia. Unasikia Steven anachokisema na unaona wewe unachoniambia hapa kiko sawa? Ukiwauliza hata wenzake mbona wanakumbuka kila kitu kwamba saizi wanaelewa. Nisikilize nikwambie mwalimu, tusibishane hapa mbele ya wanafunzi. Sisi wote ni walimu. Tukutane kwenye ofisi ya mkuu wa shule. Mwalimu sikiliza kuna nimekwambia beba na hichi kisinia chako hichi ulichoingia nacho darasani. Tukutane kwa mkuu wa shule. Kuna samaki mwalimu. Baba, tunajua delivery wanafanya popote ulipo wanakuletea. Hicho ni chakula cha Kisinia Restaurant. Mwalimu, mnyang'anye wahitaji tupo kibao. Wewe hutaki kula? Darasa zima mtaki kula? Unataka. Kumbe mlisubiri nini? Mwalimu chukua kuna samaki hapa huyo hapa. Nimekwambia hivi, beba hichi kisinia chako. Tukutane kwa mkuu wa shule. Mwalimu, samaki hapa chukua jamani, mwalimu. Chukua. Yenye vituko ina wapole pia ina micheruko. Kama una heshima zako utazacha huko. Ini elimu watu wazima sio watu wa school. Mwalimu huyu hapa. Huyu hapa. Huyu hapa mwalimu. Ametusumbua sana. Habari za sasa mwalimu. Wanani? Mmemtoa wapi huyu?
Umemkuta polini huko. Polini koma wewe. Sawa, wamenikuta dukani. Sitokuilisha kwenye katika baa yangu ndo nikawa nasema niongeze vinywaji alafu ndo niwahi shuleni. Una duka la hivyo. Uacheke uongo. Poli gani sana unauza vinywaji hivyo na? Una duka la hivyo. Embo kwenda huko. Kwa hiyo hii shule wewe umeigeuza baa, si ndio? Yaani kuigeuzaje sasa? Yaani unakujaje na vinywaji shuleni? Umegeuza baa. Wao sasa ni wao. Mimi nilikuwa nakuja huku nipeleke afu ndo nije shuleni. Alafu good luck. Wewe unaona kama vile watu wote wanatumudu hapa shuleni si ndio? Haya, huyu tena ni nani sasa? Kwanza nilisahau. Nenda kalinde huko. Wewe. Hivi toka lini? Kwa nini nyinyi Waswahili kila siku tu mnatuambiaga sisi wa Masai nenda kalinde? Kwa nini amuulizage tunafanya kazi gani? Wewe madam tunakukunja. Wewe sio madam wewe. Sasa leo, kwa hiyo si mlinzi wako. Leo good luck nakutandika fimbo mbele ya mlinzi wako, anaona. Haya, shika chini. Simama. We ulishai kupasuka? Nauliza ulishai kupasuka wewe Mswahili? Mshahara unaongezeka. Unajua huyu ndiye amesababisha mimi sasa hivi hata mbu hawanijui. Mbu mpaka sasa hivi wamenimisi huko kwenye mageti za Waswahili. Huyu ndio amesababisha. Halafu leo unamwambia nini? We. Hilo kodi ya rayo. Madam nitakupasua. Yaani mwalimu. Kama ushawahi kusikia sehemu inaitwa Sinzamori. Walikuja Wamasai wewe si 700. Wakakasirika wote. Ndio maana pakaitwa Sinzamori. Maana walipandisha moli na moli wenyewe ndio huo. Kajuaji. Nitakupiga. Asante. Bosi yangu hamna kugusa hata kidogo. Na kama ukigusa hii bosi, ndugu yangu. Good luck baba. Naona sasa umeamua kuniletea watu wanipige. Tena wanipigie kazini kwangu babangu. Baadaye tu mimi mwenyewe hapa nina hasira balaa. Nikisema nianze kupiga hapa nitampiga nitampasua alafu mtaanza kusema mwalimu madilisha ni mkorofi. Basi baba wewe si umeweza? Nimekuruhusu baba wewe kaa soma. Babangu. Naomba kitabu. Wewe wanani? Wewe subiri kwanza. Wanani? Wewe nenda kakae baba. Wewe nenda kakae. Masai unaogoro. Nenda wewe chombea wewe. Cheki. Kama cheusi mangala. Naomba kitabu. Wewe nawe nenda huko. Naomba biashara yangu. Masai shiki. Sasa sikia. Ungeenda jamani. Mtoe maelekezo. Ani open hii hapo. Hii utampelekea yule. Ni dada account sawa. Ambaye aingize kwenye ile sheet. Faida ipatikane. Alafu sana wewe tabia yako ambayo siipendi. Yaani nimekuta Masai 7. Sitaki uniletee ndugu zako pale kwenye katika biashara yangu. Bosi wala. Mshahara ulipo ni kwa ajili yako tu. Bila hivyo mimi nitakupunguzia mshahara. Wala walikuja kuomba ugoro tu bwana. Okay. Ukiwa na changamoto yote, shirikisha rafiki. Sawa? Ikitokea changakuni. Umeanza. Nenda. Sawa. Good job. Good luck. Hapo unaona umeshinda, si ndio? Kwamba unaona umewini, si ndio? Sasa sikiliza. Leo mimi sikupigi fimbo wala nini, nakupiga mikono na kupiga ngumi. Masai! Bosi. Nenda kakae huko, mtu asinyoshe nguo sasa. Kidogo tu Masai. Jamani, darasa. Msishangae, hizi ni changamoto tu za kazi. Na hakika hata nyie kwenye kazi zenu huko mnazozifanya kuna changamoto. Huwa zinatokea. Nani ana changamoto? Mimi mwalimu nilikuwa nina changamoto. Mimi nasajili line. Sasa unakuta unaenda kumsajilia mtu line, labda unamwambia unataka line, anakuambia nida yake imejaa. Sasa mimi nilikuwa naiomba serikali iangalie katika ili upande wa sisi wasajili line. Kwa sababu unajua binadamu bwana, tumeumbwa tuna vidole vya mikononi na vya miguuni. Lakini serikali ikasema tusajili kwa alama ya vidole, wakaweka vya mikononi peke yake. Kwa hiyo mimi nilikuwa naona watuongezee tuanze kusajili na vya kupitia vidole vya miguuni. Ili mtu ukimaliza vidole vya mkononi na vya miguuni na mimi mfukoni nifanyaje? Nimejaa. Pengine wasajili line tunaweza tukatoboa sasa. Kwa hiyo wewe unasajili line. Changamoto. Hiyo kweli changamoto. Nani mwingine mwenye changamoto? Mwalimu, mimi na changamoto. Ndiyo. Mimi nafanya biashara ya kuuza maparachichi mwalimu. Mtu anakuja, anabonyeza maparachichi, anabonyeza na anunui. Mbaya zaidi mwalimu, yani parachichi moja linabonyezwa na watu 4.
mpaka linatoboka mwalimu. Hivi kweli kabla mimi mwenyewe sijatoboa, sawa mwalimu? Parachichi linatoboka. Nitatoboa kweli? Haya, mbaya zaidi. Papai ni la kubonyeza mwalimu. Papai si linaonekana limeiva. Mtu anakuja analitomfyola papai mwalimu. Bobindo kweli leo una hasira. Mwalimu, na hii tabia ikiendelea mwalimu, mtanikuta Segerea. Hiyo kweli changamoto. Haya, mwingine mwenye changamoto kazini kwake? Shadrack? Yaani mwalimu, changamoto likawa katika biashara yangu. Kusema za ukweli, mimi nafanya biashara ya kuuza uji. Yaani ule uji wa mchele ule wa moto moto. Sasa shida likawepo katika wateja. Walikataka vikombe vya take away, yani vile unachukua unaondoka navyo. Mimi sina. Nilikaweka kwenye mfuko tu. Inakuwa toba lai. Walikakataa. Hawataki kwenye mfuko. Hawataki. Sasa sijui ndo walikaogopa kutuboka, wakaroa. Ndio shida likawepo hapo. Jamani, hivi darasa hata kama mngekuwa ni wewe, utakubali uwekewe uji kwenye mfuko kweli? Kweli changamoto. Mwingine mwenye changamoto? Mwalimu, mimi na changamoto moja. Nauza sumu ya panya. Nazunguka siku nzima sipati mteja. Na kama ndabahatisha mtu akija akinipiga mkono, bwana anataka sumu ya panya, anataka nionje mimi kwanza ili aamini kama inaua au haiui. Mteja si mfalme. Mfanyie onja kwanza. Eti. Jamani, kila mtu ana changamoto. Si ndio? Hata mimi mwenyewe si nimeona changamoto leo nitokea kazini kwangu leo. Tukabiliane na changamoto. Hivi ndugu yangu, kwa nini uhangaike wakati una line ya Halotel? Unatumia interneti muda wote inakwama nani? Suluhisho ni Chris Bando bei kitonga. Sikiliza, umekuwa ukisikia sana Chris Bando bei kitonga, Chris Bando bei kitonga. Sasa yule bwana Chris kwanza ni mwaminifu. Sawa? Pili, watu hata hii video nimeupload kutumia bando la Chris Bando. Fanya hivi ndugu yangu. Sawa, nakutajia namba zake. Ana namba hizi 4. Ila nakutajia namba hizi 2. 0615 75 43 03. Namba ya kwanza hiyo. Namba ya pili ni 0785 73 63 61. Huyo anaitwa Chris Bando bei kitonga. Mtumie, yani iko hivi, unamtumia hera then anakuunga. Usiwe na wasiwasi, jamani mwaminifu. Sisi tunamwamini. Bwana, likitokea lolote, labda mtandao umesheki, labda imekuwa hivi, nitafute mimi Steven Moses, andika hata kwenye comment hapo. Jamaa kanyoka kama rura. Hakikisha ukituma jina linakuja Christopher Ruoga. Chris Bando bei kitonga. Kaeni. Hapo nilikuwa naangalia wengine amsimame mnaposalimia nyie. Ngadu. Sawa, jamani tulikubaliana, si ndio? Kwamba mwanafunzi yoyote atakayefanya vizuri kwenye mtihani huu atapewa zawadi. Na tukakubaliana mwanafunzi wa kwanza na wa pili. Na hapa mkuu wa shule amenipatia madaftari pamoja na begi kwa ajili ya mwanafunzi wa kwanza na wa pili. Hii ni kuwa motivate nyie wanafunzi. Sisi kama walimu tumekaa kule ofisini, tumekubaliana kabisa mwaka huu lazima mwanafunzi wa kwanza, yani TO Tanzania 1 anatoka shuleni kwetu. Amjipigi makofi. Na msichukuliane poa. Msichukuliane poa kabisa. Nawaambia. Steven Moses. Steven Moses. Indo staki. Kidege Joseph. Asante Mungu Baba. Hatimaye na mimi nimeonekana.
Umzani yeye sie, acha mimi sikujizania. Alo, tusikilizane. Hii ndio nayo ikataza siku zote. Juhudi. Wewe unajua somo fulani, mfuate mtu fulani akuelekeze. Mwalimu samahani. Hivi nyinyi hapa shuleni mmekuja kusoma au kucheza? Kama una akili, hemu tulia. Acha kujiinua, siku zote nainuliwa, ushushwa. Mfuate mtu ambaye anajua, akuelekeze. Point. Yaani hapo ninapowaambia wewe, Tulia. na hii nafasi msidhani eti naishia hapa. Nitawanyosha mpaka namaliza shule. Ni hayo machache tu. Mnachoguna ni nini? Safi. Sasa Steven Moses, shika begi. Shika na daftari. Alafu Kidege Joseph, shika na daftari. Sasa Mary Michael, simama juu. Steven Moses. Naam. Mkabidhi Mary Michael. Nikataka nishangae Steven Moses hafaulu. Haraka. Kwa mwalimu nimekaa nimeshika begi hapa jamani, najichoresha hapa mbele. Nachokuelekeza fanya ili begi pamoja na daftari mpatie Mary Michael. Kwa nini? Nasema mpatie. Uelewe kinachoendelea? Huyu ndio wa kwanza. Mimi nilikuwa nasema asante Nyamaza. kwa hii zawadi. Mimi nitaendelea kujitahidi kwa kwenye hii nafasi kila awamu. Okay, Kidege. Unaenda wapi? Alo, mnacheka, si ndio? Hii inawafurahisha. Ni shukrani sana. Sawa. Kidege Joseph, si ndio? Shukrani sana mwalimu. Haya. Sasa Sulemani Mbata. Haya madaftari mpelekee Sulemani Mbata pale. Yule ni wa pili. Niambata? Nenda Kidege. Tumeitwa kudhalilishwa hapa. Okay class. Tulisema ya kwamba kutakuwa na zawadi ya mwanafunzi wa kwanza na wa pili, si ndio? Ndio. Lakini pia tukaahidi kwamba mwanafunzi wa mwisho na wenyewe watapata zawadi zao. Nadhani tunaelewana, si ndio? Ndio. Okay. Steven Moses ni wa mwisho kabisa. Kabisa. Kidege Joseph. Mnakimbizana na Steven Moses. Mnapocheka hivyo mimi sielewi mnacheka nini? Umeuza sura. Wewe unajua una matokeo gani wewe? Yaani mwishoni kabisa, yaani hamna kitu ulichokifanya kwenye mtihani Steven Moses, ni kuandika jina, kuandika vitu ambavyo sijafundisha darasani. Hivi unawazaga nini ukiwa nyumbani wewe? Kidege. Unafeli hapo bado unanikazia macho. Huyu naye. Steven Moses. Hivi wewe unasoma kweli? Mwalimu, kutenda kosa sio kosa. Kosa ni kurudia kosa. Point. Tumejifunza hapa, nadhani kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, nyie mnacheka saa hizi, lakini kesho wa mwisho msisheke akiwa wa kwanza. Balesa alianza kuuza nini? Alianza kushona nini? Sawa. Tusikilizane sasa. Kwa kuwa hawa wamefeli, hawa watakuwa wa mfano wa nyie wengine mliofeli. Tunaenda ofisini. Mwalimu, na swali. Mimi kuhusu matokeo yangu wala siyahitaji. Ila nilichotaka kujua kati ya Kidege John na Steven Moses, yaani wa chini nani wa juu nani? Wakirudi watakupa majibu. Tunaenda ofisini kule. Unamwangalia nani? Sasa natoka mpige kelele.
Tena yule uangalie. Wewe twende kule wewe. Sipo bindo. Habari, mimi ni balozi kutoka The British School. Je, wajua kama The British School ndio shule pekee huria ambayo inaongoza kufaulisha hapa zaidi nchini? Lakini pia The British School ndio shule pekee huria ambayo inatumia teknolojia ya kisasa, yani smart board, inayomrahisishia na kumsaidia mwanafunzi kuelewa kirahisi. British School inapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa wale ambao wanahitaji kusoma elimu huria, yani form 1 na form 2 mwaka mmoja, form 3 na form 4 mwaka mmoja, pia advance 5 na 6 kwa mwaka mmoja. Pia The British School inatoa short course kama English course, computer course pamoja na ualimu wa chekechea. Shule iko Mwenge, Dar es Salaam, inapakana na kanisa la KKT. Wote mnakaribishwa. Wanafunzi wote jifunza kuhusu milango ya fahamu. Nadhani wote mnafahamu kuhusu milango ya fahamu. Kuna milango Wewe msubiri. Simama hapo hapo. Wewe nani na unataka nini kwenye darasa langu? Wale mgeni hapa eh? Class, do you know me? Ndio. Aya, mwenzako yuko wapi? Mwenzangu? Mwenzangu yupi huyo? Basi kuelewe. Jamani, mwenzake yuko wapi? Anaumwa. Nini? Anaumwa. Anaumwa? Ndio. Ndio maana jicho lilikuwa anacheza, afu mama unaniambia Alisa anaenda shule, kuna matatizo, kumbe kweli. Wewe. Nenda nyumbani. Na usirudi tena hapa. Umenisikia? Nisirudi afu mtu anaumwa. Nitarudi tu kuijua hali yake. Nani anitajie mlango wa fahamu wa pili? Wengado. Wewe mbona unyoshage mkono wenzio akinyosha? Au kwa sababu umekaa backbench basi na akili yako iko chini mwisho kama ulipokaa dawati la mwisho? Simama nijibie hilo swali. Nijibie swali, unanitolea nini macho ambacho hujaelewa kitu gani? Si mnajua milango ya fahamu iko mitano? Nimekwambia nitajie mlango wa fahamu wa pili, hujui. Kaa chini. Nzala, kazi ipo leo. Ngoja. Nakwambia nani usimame juu ya kiti ndio ujibu? Nimepanda naona hapa nikiongea miale itaenda hivi, hawatasikia watu. Hawatasikia kwa makini, kesho watakosa. Nataka nisimame ili nikiongea wote wasikie. Hii swali nalimudu, acha nijitaa. Kwa hiyo ukisimama hapo chini hawezi kusikia au hawezi kuona unaposimama hapo. Watasema sauti imeishia kiunoni. Nataka yani miali itambaye hadi mtu asiposikesha kosa. Anajua Zara isimama mtu wa mfano. Hata kwenye mtihani akitulia nakumbuka Zara isimama juu akasemaje. Si unaelewa? Kwa hapo naweza kesho nikamsaidia mtu wa mfano, maana mtu wa mfano nataja. Mlango afahamu. Ulimi. Mpigeni makofi. Unipigia makofi tu mnafurahi. Kumsomea mtu Polisi nimekupita. Tatu bongo. Hiyo tatu nyingi bila elimu. Sasa napoteza muda duniani. Nikasani kwa tatu, kumbe piko. Sasa usinikazie macho sasa. Usinikazie macho. Ungekuwa umekazia macho kuna elimu, umekazia kabisa kila kinaki. Mbona mimi hapa nisiko kuongelesha, siko kwa na wewe kabisa. Nilikuwa nakusikiaga tu. Waziri mkuu. Sasa kazia macho hapo elimu una. Wewe vipi? Wanifanya muni. Muni bongo. Kuna muni uko nje huko. Amepigwa panga hapa. Afu jicho hili katika. Afu ana elimu yake safi. Ni wewe. Muni angalia huko, mimi naongea na wewe afu naangalia huko, nitakupiga kibao. Wewe vipi? Angalia face to me.
Vipi? Believe me, I'm go to you. Una dada kweli? Kama dada sema, lakini hata kama ungekuwa na dada, akiniangalia mbona atakuwa kama ananikalipia. Mwalimu, kwa kuondoka namba ulinzi eh? Hanshali. Na kudia macho nini? Na mme. Jibu kama una mme chukua mbegu ya Kijerumani. Mimi watoto wangu, ukibatika wana watoto wa mimi, watoto wangu mapacha tu. Sasa tu wengine zaidi ya mapacha. Na kuibia za ndani usiambiage watu. Sasa msiongee sana. 11 yangu nimeacha kwa fundi. Naomba nitaje namba. Wewe, wenzala. Wewe umefanya hili darasa kama la babu yako eti? Nakuuliza umefanya hili darasa kama la babu yako? Maana naona unazunguka umejiachia kupatia kujibu swali tu. Umeshajimilikisha na darasa. Unaniona mimi nilosimama hapa mbele shangazi yako eti? Tamani. Rudi kakae huko. Wanafunzi, madaftari yote yaje ofisini ni asahihi. Wewe unaenda wapi? Naenda ofisini. Kufanya nini? Yaani una nini? Mbona sikuelewi? Amna, twende tu. Wanafunzi, ana nini huyu? Mimi mwogope ngadu. Nyinyi ni mnachukuliaje mimi? Jamani, mimi huoni mnaozungumzia nyenye kwamba mimi namuogopa, sio muogopa. Mimi unafikiri mimi mwamko wa kwanza hii? Mimi nimesoma zaidi ya 7. Na nakutana haoni kama hao. Tena sio kama huyo. Juu ya huyo. Muone amepanda juu. Ukimwangalia muone anaishia wapi. Alafu mimi nimwogope ngadu. Ngadu huyu mpaka mapigo. Huyu anacholea panga. Haya Nzala umuogopi. Baki darasani tuone. Wanani? Usinitafutie ubaya. Ngadu tumempiga makofi. Fanya niende Segelea wanani. Mweza kwa hivyo walikuwa ananichokoza. Sasa uko hospitali. Tuzuie mwalimu utafuni. Wewe, kazi yangu ndo kwanza nimetoa sasa hivi. Hata kumaliza bado hujamaliza. Unataka kunifuata? Rudi. Wewe. Wewe. Rudi bwana, nenda kakae huko. Ole wako. Allah. Allah. Allah.